Karibu tena katika Sanaa na Biashara. Hapa ndipo kipaji chako kinapokutana na uthubutu. Kipindi hichi tutaongelea design thinking au fikra za ubunifu. Kama wewe ni msanii, mbunifu au mtu unayefanya kazi za utamaduni, hiki ni kitu cha msingi sana kuweza kukizingatia ili kuweza kubadilisha sanaa yako au kuweza kutumia sanaa yako, ubunifu wako au kazi zako za utamaduni ziweze kuwa biashara. Fikra za ubunifu au kwa Kiingereza tunasema design thinking ina sehemu mbalimbali za msingi kuzizingatia. Sehemu ya kwanza ni empathize kwa Kiingereza, na kwa Kiswahili tunasema ni kusikiliza na kujali. Hii ni sehemu ambayo inajumuisha katika mwitikio mkubwa wa kuweza kumtambua mtu gani unayemtumikia. Nikisema hivi, kazi yako ya sanaa, ubunifu au kazi yako ya utamaduni inalenga mtu gani? Kuna watu ambao wanafanya kazi ya sanaa, ubunifu au kazi ya utamaduni kwa ajili yao wenyewe, lakini mwisho wa siku hii kazi unaifanya ili iweze kugusa maisha ya watu fulani. Hivyo ni muhimu sana kuweza kutambua mtu huyu ni nani, kwa sababu usipojua mtu gani unamlenga, pia usipojua ana changamoto gani, ana matamanio gani na ndoto zake ni nini, ni ngumu kuweza kusema unafanya biashara ambayo inaweza ikawa na thamani kwa wewe. Sasa naomba nikuchochee kidogo. Ningependa uchukue hatua na kuweza kutoka nje kwenda kuonana na watu. Andika maswali haya matatu ambayo ukaulize watu mbalimbali, yataweza kukusaidia wewe kuweza kutambua tatizo gani lililopo kwa watu unaowalenga, ili kuweza kujua kazi yako ya sanaa, kibunifu au ya utamaduni inaweza ikatafuta suluhu gani. Maswali haya ni la kwanza, kuweza kutambua ni nini changamoto ambayo inawatesa kila siku. Kwa hiyo muulize mtu ni nini changamoto inayokutesa kila siku. Hapo unaweza ukatambua kwamba watu wana changamoto gani. Kwa mfano, katika kazi tunayoifanya ya sanaa hapa Tai Studios, tunafanya kutengeneza filamu za katuni za Kiswahili zenye utamaduni wa Kiswahili. Changamoto ambayo tuliigundua wakati tunauliza maswali haya ni kugundua kwamba watu wengi ambao wanaangalia filamu au content ambazo zipo kwenye mitandao wanazikuta zenye utamaduni wa Kimagharibi, nchi zingine ambazo sio za Kiafrika, lakini pia lugha ni tofauti. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa changamoto yao. Kwa swali la pili ambalo nataka nikupe uweze kwenda kuwauliza watu ni kwamba ni nini wangetamani sana kukipata lakini hawajakipata bado. Kwa utamuuliza mtu ni nini ungetamani sana kukipata lakini hujakipata bado. Hivyo ni kutolea mfano kwa sisi ambao tuko studios, kazi tunayoifanya ya sanaa, tuweza kuuliza watu wengine hawajaweza kukipata. Walisema kwamba wakiangalia mitandaoni wanakosa kazi za kutosha za filamu zenye simulizi za Kitanzania, zenye utamaduni wa Kitanzania na hawajazipata bado. Hivyo basi ikatufanya sisi kutusukuma kuweza kubuni hizi kazi na kuweza kuwaletea wao ambazo ni za sanaa na zikaweza kufanya biashara. Kitu cha tatu ambacho tunatakiwa muulize mtu ni kwamba ni nini ndoto ambayo wameizika kwa sababu hawajaweza kupata kitu ambacho wanakitaka. Kupitia maswali haya matatu, hapo ndipo utakavyoweza kupata lulu. Nikisema lulu namaanisha sio ya kifedha, lakini kuweza kutambua kweli mtu gani ambaye unamlenga na kitu gani ambacho anakitaka. Hapa ndipo unaweza ukajiongoza au kuongoza kundi la watu, ukaweza kusema mnafanya biashara ambayo ina watu wanaopata kitu unachowaletea, lakini pia kuweza kupata mashabiki ambayo unafanya kitu ambacho wanakipenda, na pia kuweza kutatua tatizo ambalo kweli lipo katika jamii katika upande mzima wa kutumia sanaa, ubunifu au kazi ya kitamaduni. Baada ya kukusanya taarifa kwa kuuliza maswali matatu ambayo nimekupa, utaweza kupata taarifa nyingi sana. Inategemea watu umewakuta sehemu gani. Unaweza kuwa umezunguka masokoni, kwenye makongamano kuongea na wasanii wenzio, lakini pia ukaweza kuzunguka kwenye jamii mbalimbali. Huko ndiko unaweza kupata watu ambao wanawalenga. Sasa taarifa hizi baada ya kukusanya, unaweza kuingia kwenye sehemu ya pili ya fikra za ubunifu au design thinking, na hii ni sehemu ambayo ninasema kudefine kwa Kiingereza, lakini kudefine ni kuweza kuchukua taarifa zote, kuzichakata na kuweza kuzifupisha, kuweza kupata sentensi moja ya nguvu. Sentensi hii ndio itaweza kutaarifu wewe kitu gani ambacho unaenda kukifanya kama suluhu kwa wale watu ambao unawalenga. Tukisema hivi, naweza nikakupa mfano kama sisi hapa Tai Studio tunaweza kufanya hivi. Sentensi yetu moja ya nguvu ni kwamba changamoto ambayo wazazi na watoto wanakutana nayo ni kwamba maudhui wanayoyakuta mtandaoni au kwenye filamu ambazo wanaangalia ni za Umagharibi
ambazo zinatumia lugha ya Kiingereza, zinakosa utamaduni wa Kiswahili pamoja na utamaduni wa Kitanzania. Hivyo wanahitaji hadithi simulizi kutoka Tanzania. Hii ni mfano tu wa sentensi ya nguvu ambayo inaleta suluhu kwa kutengeneza maudhui ya katuni na hadithi simulizi ambazo ziko kwa Kiswahili zenye maudhui ya Kitanzania kwa ajili ya kuwaletea walengwa wetu. Hivyo sasa, chukua taarifa ambazo utazipata na uweze kuzichakata na kutengeneza sentensi moja ya nguvu ambayo utaweza kuishikilia na kuweza kusaidia wewe kama msanii au mbunifu kuweza kutengeneza kazi yako ya sanaa na kaweza kufikia watu unaowalenga ili uweze kufanya biashara. Lakini usiishie hapo. Tafuta pia washindani wako. Washindani wako ni watu wa msingi kuwafahamu, kujua kwamba je, tayari kuna mtu anafanya unachokifanya? Je, kuna pengo ambalo huyu anayekifanya hakifanyi vizuri ambavyo wewe unaweza kuliziba? Je, kama anafanya vizuri kwa hatua gani na wewe unaweza kufanya mpaka wapi? Kwa sababu ushindani sio kitu cha kuogopa. Ushindani ni wa muhimu sana katika biashara. Kwa sababu usipokuwa na ushindani ndipo unavyoweza kujua kitu ambacho nafanya kinaweza kikawa kipya, lakini ushindani umuhimu wake na kuonyesha kwamba kitu unachokifanya kinahitajika katika jamii ambayo unailenga. Hivyo basi, katika kipindi hichi cha leo tumeweza kuangalia design thinking au fikra za ubunifu, ambapo tumegusia maeneo mawili. La kwanza ni kusikiliza na kutambua kweli mtu ambaye unamlenga kwa kuanzia na ku-empathize. Hapa ndipo unaweza kumtambua mtu gani unayemlenga kwa kumuuliza maswali matatu ambayo utayafanyia kazi. Lakini pili, tumeweza kuongelea jinsi gani ya kuweza kufupisha, kuchakata na kuweza kudefine kwa kutumia sentensi moja ya nguvu ambayo itakutaarifu wewe kutokana na taarifa unazokusanya, kuweza kujua unatengeneza kitu gani kwa kutumia sanaa yako au kutumia ubunifu wako ambacho kweli kitamlenga mtu kuweza kufanya biashara kwa kutumia sanaa yako. Kwa mwisho kabisa, usisahau kuweza kufanyia kazi vitu ambavyo tumeviongelea kwa kuchukua na kupakua handout ambayo ipo kwenye link ambayo iko pamoja na video hii, lakini pia uweze kufanyia kazi ili tuweze kukutana katika video inayofuata kuweza kujenga zaidi katika sanaa na biashara. Mpaka kipindi kijacho, usisahau kusubscribe katika channel hii, lakini pia kushirikisha wenzako ambao wanafanya kazi sanaa, ubunifu na utamaduni ili waweze kujifunza kuwa viongozi na kuweza kutengeneza sanaa zao ziweze kuwa biashara. Kipindi hichi cha pili tumeweza kuona kipaji chako kinaweza kuwa biashara, lakini lazima ujue ni nani unayemhudumia. Karibu katika hatua inayofuata ya kipindi cha tatu, ambayo tutakwenda zaidi ndani kuangalia nguvu zako wewe kama msanii ambaye unataka kubadilisha kazi yako ya sanaa kuwa biashara. Tuonane kwenye kipindi hicho.